Adidi sasa. Karibu sana. Karibu. How you doing? Salama sana. Shughuli vipi Adidi Flavor, mambo inaendeleaje bana? Naona kijana siku hizi mambo ni kama iko sawa sana ama iko sawa zaidi? Ni neema ya Mwenyezi Mungu tu. Unataka kanisa? Mimi ni Mkristo bana. Mkristo? Kanisa gani? SDA. Kuna kitu ilikuwa inatusumbua by the way. Gospel. What's the meaning of gospel? Kwa pande yako? Gospel is just the word of God that is being spread. So is hii ngoma ya Will Paul pamoja na Otile Brown, I think umesikiza. Ile ni gospel ama? Okay. Gospel doesn't specifically mean the word of God, but it's just something that is being spread. Positive thing. That is according to musicians. So hata ile PM bado ni gospel. Iko sawa. Hiyo ni hapo. Unajua shida ni ati niko na wasanii wawili, sasa mnanilemea. Mimi si msanii, mimi nilikuwa nauliza. Mela mimi niliretire kutoka kuimba. Sawa basi. Retired musician, right now an MC. Sawa. Anyway, shughuli nzima ikoaje pande yako ya muziki by the way? Mambo inakupelekaje? Mambo imeanza kunyooka ama imenyooka ama imefika mahali inafaa? Bado tunapambana, but tuko very positive enough that we tunaendelea kwa vizuri. So muziki kuna mazao. Kabisa. Ngoja kwanza before tuende mbali. You are Luo from the Lake region. Ama Kisii from the Kisii region. I'm a Kisii from the Kisii region. I'm a Kenyan. I love that. You're a Kenyan. Before tufike kwa wewe Mkenya. You're a Gen Z. Gen Z is tribeless. Gen Z is everywhere. We spread the gospel of music. All right. Okay. That's amazing. Swali yangu next ilikuwa inakuja kama alikuwa kubali kuwa Mjaluo ama yeye nani? Yeye ni Mkenya. Yeye ni Mkenya. Kwa sababu okay, I really need to know how it feels to be a Luo and how in the Kisii music industry. How is the blend how by the way? How is the feeling? How are you blending in by the way? Inakuja kujaje? You know, music is very universal. Yeah. When we were growing up, we used to listen to Lingala. Just the vibe was amazing. So music is universal. We listen to these things. Some of the time we don't know zinamaanisha nini, but we like the vibe. Like the vibe. Kuna kitu moja nimesoma kutoka kwa pande yako. Kuna wasanii wengi wanatoka, kuna wasanii wanatoka Kisii, kuna wasanii wanatoka Ukambani, lakini kama tunajua Samido ni Mugithi, Otile Brown anatoka kule chini but anapiga kazi yake ya Uswahili, si ndio? Kuna Will Paul yule sijui. Mkamba ule ama? Mkamba sielewi, lakini wewe umeleta ubongo ukiwa ndani ya ile lugha ya nyumbani. Ni kitu gani ilikufanya ukachagua hivyo na ukuingia pande itacha mimi nipige kama ni Wangla, kama ni hapa Kisii tuseme niimbe kama Sungusi ya Lingala tu ya kawaida? Okay, in music I realize you need to be unique and for ili watu wakukubali sana. Watu wengi wanakubali unique sounds. That's why una get that when Amapiano came to, that is the East Africa side. Kina Tanzania walianza kuipiga sana na watu wengi wakaiga. But Amapiano ni sound ya South Africa. People like unique things. Anybody who does something unique, people always like and wata follow sana. So Adidi mwenye alianza kuimba tangu zile ngoma za kitambo na Adidi star wa sahi, utofauti uko ndani yake ni upi? Ameongeza ufundi sana. Na ni kitu gani imechangia sana katika kuongeza ufundi wako wa muziki? Always you have to grow, you know, like all time you practice. You get to listen to many sounds and then you come to your conclusion, real sound now. Right. Safari yako tangu anzie muziki. Ulianza muziki mwaka gani? My first recording session was in 2018. 2018. The worst thing you'll experience ukiwa studio ilikuwa gani? The worst thing. Okay, there are many worst things that nilipitia. Ukianzia ile ya kwanza. Ya kwanza ni there was this artist mwenye alikuwa ananiambia like nilikuwa namuona alikuwa anafanya vizuri by that time. So nikamreach out nikamwambia bro tufanye kazi, akasema ni sawa. Akaniambia nitumie pesa ya beat niko kwa producer hapa hivi. Hiyo time niko high school. So send this guy some money
ile time bana atakupata 1000 shillings. It's a big deal. Yeah, kijana akaanza kunizungusha. Bana niko interview, niko radio, niko wapi? Leo niko wapi? Kawaida. But mtu wangu, hapa sisi kama kawaida. Yeah, every journey ya msanii. Tunaulizanga ushaioshwa, na yenyewe tumepata ushaioshwa. We always have a platform. Yeah. Kutaja huyo muoshi. Kwa sababu waoshi kama msanii mwingine ataumia mali. Yes, kuna waoshi kama hao hatutaki watuumizie upcoming artists. We are trying to build the industry back from scratch. Muoshi ni nani? Muoshi ni nani? Siwezi mtaja kwa sababu. Kwa nini? Na mnaongea? Sahi ananiona kama a big deal. So sasa ameanza kukutafuta after kukuosha? Yeah, that's a win. Sasa mtaje ndio mpige kazi vizuri. Ama amebadilika? Hapana. Sasa unajua Wala baadaye umeoshwa. Umeoshwa kitu yote. Jamani nishaioshwa. Nikisema kitu hapa nishaioshwa pesa. How was the feeling? Like it was bad because it was a lot of money, 80,000 Kenya shillings. 8 ama 8. 80,000 Kenya shillings kutoka moja hadi 1080. Na shida ni pesa ya mzazi. Kwani kwa Illuminati? Ilikuwa ya mzazi? Ilikuwa pesa ya mzazi amenipa. Pesa ya 80,000 Kenya shillings. Mwenye uliniosha hiyo pesa, mimi niko na wewe tu bado. Mimi sijakusamia na mimi siku nitakujua, siku nakuja to the limelight, mimi nakutaja. Anyway, acha Adidi ndogo. Adidi Flavor, talk about Kenyan music. Ina take shape ama bado iko mahali iko? Okay, in Kenya we have many consumers of music, but we have a problem that they don't support their own. Yeah, because I wonder how Tanzanian music zinapiga numbers, yet ni Kenyans on a flat. But when we do our own sounds, Kenyans manze our flat. Yeah. What do you think is the problem? Why are we not supporting our own? Prophet cannot be praised in their own place. Thank you. Hallelujah. Lakini mbona Tanzania bado ni maprofet na wanajipenda. Ukienda Uganda bado wao ni maprofet na wanajipenda. Shida ni gani Kenya? It's growing because of them. Ni wivu ama ni nini huko? Ni wivu huko? Sijajua. Wasanii mnapendana? Sijajua. Okay, wasanii kupendana na iko chini. Sema kupendana ni. Na shida ni gani? Beef inatokea wapi? Ama kuna wenye wamefika na kuna wenye wako njiani? Hapana. Like wasanii wanajiona kama competition. Which is not. It shouldn't be that way. Yeah, we are not competing, we're just doing good music and tunataka si wote to get those So if you are not competing, which kind of music are you doing? I have my sound. Okay, sijai fikiria kusema that it's this kind of a sound, but I know I have my own sound. Yeah, very unique sound. Do you feel like an upcoming artist ama unasikia ni kama ushafika pale juu? Mafans wanajua hiyo. Mafans wanajua wenyewe. Mafans wanajua na wewe from your perspective. Najua nimeona kitu Alikiba alifanya asubuhi, aliuliza wewe ni king, akasema mimi sijui, mafans wanajua. Naona Adidi Flavor mali ananipeleka. Nyamigori. Yeah. Idea ilitokea wapi? Idea ilitokea mahali kuna mrembo like kapande za Migori. Yeah, ile nimeona alikuwa ni wewe ulimuona? Class hivi. Ni wewe ulimuona? Yeah. Kwa class hivi. Yep, so the first day that we met ilishanipiga na turn off. What happened? She was receiving many phone calls. Yeah. Design ya Mela, okay. Yeah. So that was a Sasa turn mimi off. nimetokea wapi? Ani mtu akupatia attention. Yeah. Oh, so the attention was not you. As a girl child, hakuwa nakutaka. Hakuna vile mtatuita wabaya hapa. Yes, tuna get sasa. Sasa Wiza anasema ati so ikakupatia idea. Yeah. Ikakupatia idea. Yeah, then akakuja kwangu kaniuliza, mbona playlist yako ina hangla? Nasikiza maybe afro-tune mingi. Oh, pesa. Right? Money fuck. So kutoka hapo idea ni kitu gani na kuinspire sana ukae chini you just write your music? Some of the time ni personal experiences. Some of the time some people's experiences. Yeah. How many songs umeandika kutoka kwa personal experience? Of course ni nyingi. Zako zenye zimekupitia. Yeah. Kuna heartbreak? Mautamu. What happened? Okay, Mautamu was just this period that I was in depression. Then I just realized that I've only got me. So that's why I just say that God anaweza kupea Mautamu, this nobody else.
Kifika ile time ya KCSE tunaendanga kanisa sana. Tunaokoka. Sisi wana wako kama kuna form 4 kwa imba sisi wana wako, huyo aache jokes bwana. So right now umefanya kazi mingi sana. Yeah. Na ulikuwa sana una engage na watu wanatoka your side huko. Yeah. Sasa umeingia na blend ya Kisimela. Yeah. So vipi ilikuja kujaje ama ni kitu gani ilikuvutia sana? Kabisa kuja hii side. Okay, you know music vile nimesema mwanzo, it's universal. Pia with my stay here, I was doing music. So nimekuja kwa industry ya huku na pia lazima ningepata wasanii wanafanya vizuri. So nikaanza kufanya nao kazi. Yeah. Amesema vile alikuja huku. You see a lot of wale wasanii wenye tumeona wetu wa Kisii. Ulikuwa wapi? Kutoka Vinyoro huko ndani, kutoka from the village. As for you, wewe you are from the Lake region, si ndio? Yeah. Why not go to Kisumu and evolve from there? Ulikuja Kisii aje? Hapana, I started music way back. So it means okay, me niko sure hata these are the artists wenye wana blow up sai. Nilianza muziki mbele yao. Yeah, so it just that ulikuja na huku umejulikana. Yeah. Timing ukafika the right time. Umefanya kazi na Sparrow. Mlipatanaje na how was the experience working with Sparrow? Ukablend na another producer hapa na pale. Najua video director wako kawaida ni Bazo, but how was the experience blending with Sparrow? Okay, Sparrow hata akunipea hard time when we were doing like that music. First time like we are tuna link up. Yeah, tuli link up tukaongea, texted him on WhatsApp, ananiambia tufanye aje. Nikamwambia naweza kuwa free day fulani. Alikuwa anataka to meet the same day. Nikamwambia let's do it on a Wednesday. It was a Monday. Yeah, so akasema ni sawa. So that Wednesday nikampigia simu tuka link up. They came to my place na Augusto. So Augusto. Yeah, Augusto akaniambia alikuwa kwa gari, akamwambia ende msikilizane kwa nyumba, then mkuje mniambie mimi nifanye kazi. So mkamwa mimi vile nilienda nikamsikizisha tu vibe. Akasema this is a great vibe. Yeah, napenda muziki kama hii. Let's do this. The meaning of Teradala? Teradala ni nipeleke nyumbani. Oh. Yeah. Teradala Mela. Dala is home. Yeah, nilikuwa nimesahau. Teradala Mela. Teradala Mela. Kwetu kufanya nini? Sinimela ni kitu. Na reception imekuaje? Yes, by the way, how is the reception? Reception imekuwa poa. Yeah, ngoma vile nilikuwa napiga nikirecord mwanzo, vile nirecord. Okay, I just wanted to do kind of performance video. That was my idea in the first place. Because I'd done Nyamigori and the budget was too big. So nili feel like, sahi bado nimesetewa kidogo. So I just want to do a performance video for this song. Then the moment we recorded it, Chris Augusto alisema manze, hii ngoma ni big, like let's niambia ati unataka do a performance video. You need to do something. Yeah, it should be just a big video. So but the time nikatumia Bazo the song, Bazo pia ka insist the same, akaniambia bana hizi vitu na lazima tutupate. Lazima to get setups kama ndege, lake nini, kila kitu niko hapo ndani. So we had to do that. And the cost ilikuwa kwa? Cost ya kila kitu. The cost was big though. Yeah. On you. Nani alikuwa amesimamia? Ni yangu juu, song ni yangu, so yeah. So ndio uligaramika. So apart from music, unajua Mela, hii pesa ni mingi na gharama ni mingi. Unafanyanga nini by the way ndio upate hii pesa yote? Juu unasema cost ni mingi, vitu ni vingi unafanya. What do you do apart from music? Nafanya photography. Photography. So photography kuna pesa mingi sana tunaona. Tunafanya muziki pia. Leo tunakupea ile platform. Amesema anafanya photography. Yeah man. Defend all the photographers by the way. Jina ni chafu huko. Tunasikia kwenye mafotografa ni deadly mbaya sana. Sasa shida sasa wewe unakuja na usanii. Deadly aje. No photographer. Na photographer. Wamesema nyinyi watu anapiga picha na picha. Anapiga picha na picha. Tena tunaendea picha kwa nyumba. Sijaisikia hiyo. Ni kitu tulisikia sisi tunaongea kwa tulisikia it's a common thing. I can't define it.
Haya sasa basi defend wasanii cause hata nyinyi. Haya sasa hii inakuja kwa zile za wasichana ni warembo kwa video za. I've seen most of them kwa video. Kwa usanii naweza sema kitu. Usanii itself inakaa ni kitu fulani tu shaget ile addiction fulani. So inakaa nasemaga mi we define hivi. Usanii inakaa uchawi in this way that all ladies always feel attached to artists. Ni uchawi fulani yani sikutaka ni simple tu hivyo. Like so, ladies wana fall in love. So shida ni wanawake. Like tumewajua. Mwache kupenda watu. Mnaona vile mnatuharibia jina. Hata mimi Ella sasa nipende mimi ni msanii. With a crown sasa ndio huyu. Anyway, describe the term discipline. Kwa msanii. Discipline kwa msanii. Ni mtu anaelewa what anataka kufanya. Like anajipea timing yake iko sharp in terms of kama ni anafaa kufika mahali time fulani anafika, kama ni music fulani anafaa kudu atadu vizuri, na atadeliver kazi yake vizuri on time, kila kitu yani iko sharp. Na ukisikia jina branding kwa msanii? Branding kwa msanii ni kitu kingine tofauti. Wasanii hujibrand tofauti. Yeah, so branding is very important kwa sababu branding can make you have kuwa places nzuri compared to msana brand. In terms of seme you can be approached by different corporates ama brands kwa sababu wanaona brand yako iko poa na do the right thing. Wasanii wengi wamekuwa sana wakioshwa kwa events na vitu kadhaa. Kitu gani inachangia sana? Ni kukosa management poa. Do you have a management up around? Mimi nimejaribu kuona wewe unakuwa na management. Mimi niko na management. Uko na management. Experience ya management na kuwa independent artist. Ni kitu gani inakuanga rahisi? Okay, basically mimi sina management in terms of ati nimewekwa kwenye label ama vitu kama. Uko na management yako? Yeah. Wewe mwenyewe unajisimamia. Anyway, unaweza advise msanii ama upcoming artist aiko kwenye label akuwe signed in kama ajisimamie? Jisimamia ni poa. Kwa nini? Ufai kuwa kwenye label. Shida many people wanafikiria that ati pesa ndio inafanya wasiblow. Nimeona wasanii wako kwenye management na wameshindwa kublow. Yeah, so imaanishi that ati una pesa ati ukiwa na hiyo utablow. Shida ni gani? Shida ni wewe msanii, wewe kuwa na discipline plus make your talent speak. 2026. Mwaka inakaribia kuisha. Umepiga project 2-3. Kuna yenye tuna launch umefanya na mwezi wa Kioma. Kabisa. Na pia nimeona umekuja na squad pia. Ningependa pia wasalimie watu 2-3. Unajua mtu anaweza toka kwa sema tulifika huko. Hatukusalimiana. Sijui naitwa nani. Juu tukimalizia kutoka huko tutakuwa tunamalizia tukifunga 2026. What's your plan? 2026 is a year of collaborations. Expect more collaborations, bigger collaborations, bigger videos. Your support and don't attack. Speaking of collaborations, there's this thing we call distribution. There is a point unaweza pata umeka song yako, then flani song imeblow. Then the two of you decide to start claiming ownership. How do you curb that? How do you manage? Okay, naona siku hizi ni vigumu kukab copyright issues. Sababu YouTube itself ina copyright hadi an individual. For example, with a crown akue kwa video yangu, anaweza claim that yeye hakuwa anataka kwa hiyo video. So it's so hard. Okay, do you feel like there's a way that can be curbed? Yeah, that can be managed? Yeah. Unaweza when una like watu wanatokea kwenye video ama yani pige tu contract safi so that mtu asicomplain. Right. So collaborations zako sahi, are they based on big artists or even upcoming artists? Just you feel like on a vibe. Feels like neza reach out kwa Adidi Flavor anipige kazi. Any artist ako free to collab na Adidi Flavor sababu I don't charge qualities and characters ya msanii unaweza fanya kazi na yeye. Ni msanii ako discipline, anafanya kazi standards zenye zitaenda sababu we are a brand now, so we need good work so that ziende, kwa sababu tukifanya kazi sote itu benefit.
Anyway. Yes, you are a brand. Yeah. We've come across some upcoming artists that complaining that nyinyi mali mmefika, you're not giving them the platform to build themselves. Nyinyi sasa kama wasanii wenye mmefika ile point yenye mmefika, you feel like right now it's not a hard task. Like, are they saying the truth that amtaki kuwapea collabo ama defend yourselves? Wanasema ukweli according to their perspective. But hawako true kwa sababu wasanii upcoming wengi wajielewi. Wanataka tu like tupige kazi na wewe, like hawaelewi that we need to get quality audio, we need to get quality video, so that because this business then to sell. So yanakuja tu bora si tufanye. Yeah. Right. Juu unaona masani kukatika inakatika na kuna kazi mpya tunafaa kuachilia pia. Kiliona ulikuja na Skoda. Ile Skoda iko wapi? Kuja mbio kila mtu ongea jina teke. Tukimalizia ile Skoda iko wapi? Kuja mbio tukimalizia ngoma ya mwisho. Ndio at least pita kwa mbele. Tujue na nyinyi vipi kila mtu jinake ni nani, hii kazi imekuaje, ndio shughuli yote inakuwa sambamba tena zaidi. Juu tuko na dakika kama 7 tano tu zimetosha. Tunaachilia kazi mpya inaitwa Toto wamefanya na kijana sumbuvu sana Mwesi Okioma. The other day I had him hapa ndani. Anasumbua. Labda tutapanga tena mkakati kidogo. Lakini anakuja na design yake. Anyway. Kabisa. Sawa, twende kazi. Tunaanzia pande gani? Tunaanzia nani? Tuanze na Baby Girl. Ladies first. Sawa. Kabisa. So mimi naanza na Baby Girl. Mambo vipi? Mko poa? Unaitwa? Sylvia Kwamboka. Yangu Mboka. Ni kitu gani ilikuvutia sana ukadansa? Ilikuja tu. Talent. So far so good. Na kiura kuonera baisiki bali babwate talent yoko tengarane mbaranyo na platform. Waitume sana. Wewe ni student? Umemaliza. So kwa hapo. Tumanga waiter Friday. Tupate wanyuma teke. How are you? I'm good. Gina? Sasuke, but my real name is Ruth. Ruth, huh? Yeah. Ulianza dance lini? Maybe form 4. Form 4 hiyo ilikuwa mwaka gani? 2023. So far so good. Achievement kubwa kwa dance? Okay, like siwezi sema kuna kubwa, but I'm still growing, so unaendelea kujituma. Yeah. One thing you like about Adidi Flavors kazi zake? Music. Okay, I like the music in general. Yeah. Swali yako kwake? One thing for Baby Girl out there. Okay, never lose hope. Trust in the process and believe in God. Is it okay Baby Girl kutuma waiter Friday? Is it okay? Nipo? It depends. Tuende kwa bazu, teke masa. Jina? Dante na Nabari. Dante na Nabari? Yeah. Vipi, dance ulianza lini? Yeah, man. After form 4. After form 4. Ilikuwa mwaka? 2022. Kazi ikoje so far so good? Angalia huko. Kazi iko fiti. Niliambia watu huko nje wajitumie, dance inalipa. Main achievement ama word of encouragement kwa baby boy? Achievement ni mingi. So bidii bado iko. Tunaenda kwa bazu hapo hivyo na macheni kadhaa. Yo wagwan. 50 cent. Vipi? Niko poa. Unaitwa? Naitwa Solomon. Yeah. Yule wa Bible linyolewa kumbe. Shughuli kwaje ya dance? Shughuli iko fiti. Nikujituma tu kidogo. Mtu akitaka kupata Easter Civic Empire ni? Hiyo ni kampuni fulani ya sponsor. So ni dance crew yenu? Yeah. Na mtu akiwatafuta? Massive dancers. Ni massive. Ebo, geuka nyuma. Massive dancers. Yeah. Sio na mela. Toto inamaanisha nini kutoka kwako? Toto vipi? Toto ni ngoma umeimbia nani? Pate mic. Toto ni vibe tu. Yeah. Like Toto najua tu ni jina la Baby Girl tu. Baby Girl tu. Pale mitandao ni vipi? Tutapata wapi?
Adidi Flavor. Kwa YouTube Adidi Flavor. Kila mahali. Facebook Adidi Flavor. Instagram official Adidi Flavor. Twitter official Adidi Flavor 1. Salute kwa nani na nani tukiwaenda? Na salute my mother back home. Yeah, na my team wamekuja pale, kuna photographer wangu pale. VR, kuna manager wangu pale Shadi. Kuja na Bokioma pia. Asante sana. Kabisa watu wangu, tukiangalia ni muda umetuchenga kidogo, tunafaa tuondoke. Na msisahau kama kawaida kulink up na sisi Vibes on Vibes every Monday to Friday. Sisi hapa mapedi wa ngoma. 1 to 4. Call me with the crowner. Kabisa, with me the smartest girl in town, Winnie Melanie, alongside DJ Creeper. Fanya mambo yako DJ.